Yeah, I say nimekaa nimetafakari nikajua kwamba nchi yetu ina vichwa vikali sana. Nchi yetu ina magenius ambao sometimes ni kama tunawasahau hivi, tunawasahau na kuwapuuzia. Bwana, kuna watu ambao kwa kutokuwa na roho ya chuki na kutokuwa na roho ya ubinafsi na kutokuwa na roho ya ushindani, hawa watu wamefanyika kwa namna moja au nyingine kukua kwa tasnia tofauti tofauti kwenye nchi yetu. Yaani kuna mafanikio ambayo kama sisi wa Tanzania tunayafurahia sasa hivi, na kuna vitu fulani hivi tunavifurahia kwenye tasnia tofauti tofauti kwenye nchi yetu. Hawa watu wamefanyika mchango mkubwa sana kuleta hayo mabadiliko na mafanikio ambayo kama Watanzania tunayafurahia kwa kusema kweli. Hivi ni vichwa hatari sana. Hawa ni magenius, hawa ni kama mafathers, hawa ni kama foundation, hawa ni kama milango waliosaidia hizi tasnia tofauti tofauti kukua. Nazungumzia tasnia mbili tu leo, tasnia ya mziki na tasnia ya habari. Ziko nyingi, lakini kwenye tasnia hizi mbili, tasnia ya mziki na tasnia ya habari, kuna watu fulani hivi ambao mimi nawaita ni vichwa. Yani ni Mungu ametupatia kama zawadi kwenye nchi yetu, ambao aisea watu umashao wamefanyika kama kuwa sacrifice kukua kwa tasnia hizi mbili, tasnia ya habari na tasnia ya mziki. Hao watu wametumia nguvu yao, wametumia uwezo wao Mungu amewapatia, wametumia fedha Mungu amewapatia, wametumia akili, wametumia even nafasi ambayo Mungu amepatia kuona maisha zaidi ya maisha yao, na kuna kuweka mkono kwenye tasnia hizi mbili na kukua, na mpaka sasa tunaanza kufurahia mabadiliko na mafanikio kwenye tasnia hizi mbili. Hawa watu kama nchi kusema kweli wanahitaji wapewe maua yao ingali wakiwa hai. Kuna baadhi ya watu kwa mapenzi ya Mungu wametangulia mbele yake, lakini wengi wao ambao wako hai inabidi kama nchi tuoneshe kwamba tunathamini na tunatambua mabadiliko na mafanikio ambao wameyafanya kwenye nchi. Angali wakiwa hai inabidi tuoneshe kwamba tunathamini. Inabidi tuoneshe bado kama tunathamini vitu ambavyo wamefanya kwenye tasnia mbili. Yaani kuna vitu tunavifurahia kama Watanzania kwenye hizi tasnia mbili, lakini kuna watu fulani hivi ambao walitumia muda wao, walitumia akili zao na uwezo wao kufanya vitu ambavyo si tunavifurahia, kufanya vitu ambavyo tunaviona kuvifurahia kwenye tasnia hizi mbili. Hao watu inabidi wapewe maua yao. Ombi langu kama Mtanzania, kama mwananchi, uandaliwe hata usiku mmoja wa nguvu sana ambao tutaonesha heshima kwa hawa watu. Tutaonesha kwamba tunajali, tunathamini vile vitu vikubwa walivyovifanya na mabadiliko waliofanya kwenye tasnia mbili. Ni watu wachache, ingawa watu wako wengi, lakini watu wachache ambao wamechangia kwa namna moja au nyingine kukua kwa tasnia hizi mbili. Mtu wa kwanza ni baba yetu, kaka yetu hayati Ruge Mutahaba. Aisee, kila mmoja anajua huyu bwana alikuwa ni genius, alikuwa ni hatari sana. Amefanyika kuwa inspiration kwa vijana wengi sana, na amesaidia kukua kwa tasnia zote hizi mbili. Yani leo yani bado mkono wake unaonekana, yani alama aliyoiacha kwenye tasnia hizi mbili haiwezi kufutika. Ndugu yetu, kaka yetu, baba yetu Ruge Mutahaba, kila mmoja anajua kwa habari ya THT, Clouds, everything, mambo ambayo ameyafanya. Na kuna baadhi ya watangazaji katika radio tunafurahia na tunawapenda, lakini kwa namna moja au nyingine hivyo walivyo ni kwa sababu tu ya huyu bwana kuwepo hapa ulimwenguni na kutumia muda wake na kutumia akili yake na kutumia nafasi yake kuwaruhusu wa watu wakaonyesha vipawa vyao. Huyu mtu wa kwanza. Mtu wa pili ni baba yetu Joseph Kusaga. I say everyone knows about this man. Everyone knows. Hawa watu wanahitaji heshima kubwa sana 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 sana, na tukiona kama kuna watu ambao wanajaribu kuwavunjia heshima,
inabidi tuwe mfano wa kuigwa wa kuwakemea hawa watu. Hawa watu sijui, lakini tunamshukuru Mungu kwa zawadi. Tunashukuru Mungu kwa watu kama hawa ambao ni zawadi kwenye nchi yetu. Watu wamefanyika mchango mkubwa. Mtu kama baba yetu Joseph Kusaga amefanyika mchango mkubwa kwenye swala la media. I say inabidi apewe maua yake. Mtu watatu nazungumzia ni baba yetu Majizo na kaka yetu Majizo. Tunajua vitu ambavyo anavifanya ni vitu hatari sana. Kaweka mchango mkubwa sana kwenye hizi tasnia zote mbili. Amefanyika mchango mkubwa sana. Inabidi apewe maua yake. Inabidi waandaliwe usiku ambao watu hawa I think watajisi kwamba yes we have done something, na sisi tuka appreciate kwamba hawa watu tunathamini mchango aliofanya. Mtu wa nne nazungumzia mtu kama kaka yetu Millard Ayo. Aise, naweza kumuita huyu ni kama baba wa online TVs. Namuita ni kama father of online TV. Kuna baadhi ya online TV watu wengine watu wasingeanzisha, lakini kwa sababu yule bwana aligundua fursa then akaiglab kila mmoja akaifollow your path, na tunafurahia size online TVs. Lakini tumesahau kwamba kuna kijana mmoja anaitwa Millard Ayo ambaye ndiye alikuwa ni father hii kitu. Inabidi apewe maua yake, ingali akiwa hai. Inabidi apewe maua yake ya kutosha kabisa, maua mazito sana, heshima nzito sana. Watu wanabidi wapewe heshima. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanataka wawe waandishi wa habari kwa sababu tu walikuwa wanamsikiza Millard Ayo na watangazaji wengine. Tuatana kuzungumzia kaka yetu Nasib Abdul Diamond Platinum. Aise, tunajua kwenye namna ambao kafanya kwenye tasnia ya muziki, kukua kwa tasnia ya muziki, kutufungulia milango huko ya global market kwenye music. Aise, naweza kusema kwamba among of the top 5 best artists in our country wamekuwa crafted under his hands. Tutataja kwa majina, lakini tunatambua kitu ambacho amekifanya Diamond Platinum kwenye muziki wa Tanzania. So mtu kama huyu inabidi apewe heshima yake. Inabidi kama nchi tuoneshe kama tunathamini na tunatambua mchango kaufanya kwenye nchi. Na baadhi na watu wengine ambao sitawataja. Watu kama hao, kwa baadhi ya watu nimewataja, na watu kama hao ambao wamesaidia kukua kwenye tasnia hizi mbili na tasnia nyingine, inabidi wapewe heshima yao. Kuna baadhi wametangulia mbele yake, lakini wengi bado wako hai. Inabidi wapewe heshima yao. Yaani tuoneshe kama nchi tunathamini kitu ambacho wamekifanya. Tusisubiri kwa mpaka wanakufa na pale kwenye pipi ndio tunaanza kusema mtu alifanya 1 2 3 4 5 6 na inakuwa it makes sense. Tusisubiri paka watangulie mbele yake. Angali wakiwa hai, inabidi tuonyeshe kama tunathamini na tunaheshimu vitu ambavyo wamevifanya kwenye tasnia mbili hizi kukua na kufanikiwa mpaka sasa tunafurahia hizi tasnia mbili. Yaani tunavyomsikiza msanii fulani, tunavyosikiza muziki, tumkumbuke kuna bwana fulani hivi ambaye akujiona yeye mwenyewe akaona kwa nifungulie milango watu wengine. Inabidi watu hawa wapewe heshima yao. Mimi kama mwananchi, mimi kama kijana, ni ombi langu kwa serikali ya Tanzania kwamba uandaliwe hata usiku mmoja, usiku wa nguvu, usiku wa kibabe, usiku wa heshima kwa ajili ya watu kama hawa, ili nao wajione kwamba we have done something. Usiku wa kibabe ambao I don't know ni tuzo or whatever, tutaonesha kwamba tunathamini kitu ambacho wamekifanya kwenye tasnia hizi mbili na tasnia nyingine. Mimi mention tu tasnia mbili, tasnia nyingine unaweza ukazimention wewe, lakini kwenye hizi tasnia mbili inabidi waandalie usiku mmoja wa kibabe sana, siku moja ya kitaifa kibabe sana ya kuonesha kwamba tunathamini mchango ambao watu hao kama hao wameufanya. Thank you.